katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia fasma wa ati wa in duriba dhaharuka wa ukhidha maluka au wa in julida dhaharuka wa ukhidha maluka fasma wa ati. Hudhaifa anakuambia mimi ndio utakavyofanyiwa na huyo mtawala, hata kama utachapwa kwenye mgongo wako kwa dhulma, mali yako ikataifishwa ikachukuliwa na mtawala kwa dhulma, endelea kuwa msikivu na mtiifu. Haya ni mafunzo ya Uislamu. Atakayesema sio kweli maneno hayo ni ya kutunga aje. Ni maneno yametoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa swala jingine, tukiacha hayo, leo watokea watu watusemea sisi, kwa sababu ukisema kwamba wazungumza na Watanzania, sisi Waislamu tumo, sisi dini iko mbele zaidi kuliko chama. Sijui kama maelewa hivyo. Dini yetu ndio ya kwanza, vingine vinafuata nyuma, na ndio maana tuko tayari kufa kwa ajili ya dini yetu. Sasa aje mtu atusemee sisi Waislamu eti sisi tupate haki, hakuna haki, kwa tusikubali. Tumtazama huyu kweli ataka haki? Waislamu sisi tunadai haki ngapi? Mbona hawa hawaitetei? Si Waislamu walishawahi kudai mahakama ya kadhi katika nchi hii? Waziri mwenye dhamana katika wizara yake enda bungeni athibitisha Waislamu walidai kujiunga na OIC. Waziri mwenye dhamana asema kujiunga na OIC hakuna madhara kwa taifa na ni jambo lina maslahi, kama walivyojiunga Uganda, walivyojiunga Komoro na nchi nyingine. Lakini jamaa wa upande wa pili wakasema no, hatutaki. Na Chama cha Mapinduzi katika moja ya ilani zake ilipotaka kuingia madarakani iliwatangazia Waislamu kwamba itawasaidia katika kufanikisha mahakama ya kadhi. Mswada umeletwa bungeni na waziri mwenye dhamana, jamaa wapinga, hawataki mahakama ya kadhi, itatumia pesa za serikali. Kwa hiyo kama Waislamu wataka watengeneze mahakama yao, hawa wako tayari kutetea haki yetu. Mahakama ya kadhi haiwahusu, sio kama wao watakwenda suluhishwa ndoa zao na migogoro yao wala mirathi yao, lakini hawaitaki kwa sababu wao ndio raia daraja la kwanza. Sisi kajamba nani? Huko kwenye bewa la mwisho kabisa huko ndio sisi. Kwa hiyo wakisema haiwezekani, wao kwao haiwezekani, nchi yao. Tukizungumza hivi si maana kwamba ni wanaharakati uchochezi. Tunazungumza vitu tunavyoishi navyo kwenye nchi hii. Kama walikuwa wanataka kutetea haki za Waislamu wangeanza na hii. Waislamu walitaka mahakama ya kadhi, wapeni. Mbona Kenya kuna mahakama ya kadhi na wala haidhuru chochote katika mihimili ya nchi? Waislamu wenyewe wanahukumiana, sio hao wengine. Hao na mambo yao wengine. Kwa Waislamu wenyewe wanakwenda kwa kadhi. Kutakiwa talaka, kutakiwa khul'u, kutakiwa kadha, kutakiwa mirathi, kadhi yupo. Serikali isimamie hili. Kana kwamba wao hawagusi chochote katika mali za umma. Iliwahi kuja kusemwa hapa kwamba wakati wa miaka ya 90 mwanzoni pale serikali ilikaa na makanisa. Na wao hajapinga jambo hili hata siku moja. Wakaingia mkataba wa kupokea gawio la serikali kutoka kwa kodi, kwenye kodi za wananchi wanyonge wakiwemo Waislamu. Zikawa zinapelekwa katika mahospitali ya kanisa, mashule ya kanisa na vyuo vya kanisa. Mabilioni ya pesa tangu mwanzoni wa miaka 90, 92 ilikuwa ile. Waislamu wanalalamikia hili na wataka mgao. Nyinyi wanaharakati mnaotetea haki, haya hamjayaona? Haki ipi mnayotafuta nyinyi? Mbona haki za Waislamu hamzipigani? Eti leo utakuja uniambie kwamba haki, mimi nitakuamini wewe? Siwezi kukuamini. Tusidanganywe. Hapa ni kutaka kuipa nguvu msimamo wa dini fulani. Serikali iliingia juzi tu mkataba DP World wa mambo ya mabandari hapa, kwa sababu tu wale ni Waislamu. Nchi yauzwa, vurugu na matamko yakatoka huko. Jamani, sio kweli. Kuna hili, lakini kuna maslahi ya watu pale. Na pia wana hofu kwamba wakikaa Waislamu hawa, mbona kama wajenga misikiti hawa Waislamu kama watapata nguvu. Hata kama jambo lina maslahi na wananchi wote, lakini Waislamu no.
wakapiga kelele kweli kweli. Sasa hivi wametayari. Hawa ndio watakaotetea haki zetu sisi. Sisi haki zetu zitetewe madhabahuni bwana. Hazitetewi madhabahuni. Tutazitetea wenyewe sisi Waislamu. Na sisi ni wavumilivu kwa sababu tuna misingi ya dini inayotuongoza, inayotufundisha namna ya kudai haki zetu. Sisi si mashehe ubwabwa bwana. Kuna mashehe ubwabwa tu. Sisi tuna misingi madhubuti kuliko yao. Lakini tunathamini uwepo wa amani katika nchi na utulivu. Hizi demokrasia za uongo sisi hatuzitaki. Na kwa nini watawala, anapokuja mtawala Muislamu, ndiyo maneno yanakuwa mengi, na maneno kutoka madhabahuni huko yanakuwa ni mengi, makali ya uchochezi? Haya mambo ya kutekwa yameanza jana. Mbona hatukusikia matamko? Mbona alikuwa mwasifia? Lakini fulani alizungumza. Tunataka makauli rasmi zinazoonyesha kwamba nyinyi mlikuwa mkitetea haki ya wanyonge. Mikutano ya siasa ya hadhara silipigwa marufuku. Mimi sizungumzi kwamba lazima nipewe data msiniko. Mimi mtu mzima sasa. Haya mambo yatendeka na fahamu. Naona sasa utakoniambia kwamba eti mikutano ya hadhara mpaka nielezewe na mtu fulani, aje mtu fulani andike kimemo, basi walikataliwa mikutano ya hadhara. Kwani mimi nilikuwa wapi? Nilikuwa kaburini. Si nilikuwa baba. Watu wakawa waogopa, wameufyata, waambiwa tokeni tuwaone. Mlitoka. Kwa nini sasa alipokuja Muislamu maneno yamekuwa mengi na kashfa nyingi? Sisi bwana hatuko katika uwanja huo wa siasa, lakini tunachokitaka, hizi siasa zenu mnazozihubiri, fanyeni mtakavyofanya, tangazeni sera zenu na maneno yenu mpaka wananchi wakubali muingie huko mnataka kuingia na mfike mnakotaka kufika, lakini mtubakishie amani yetu na utulivu. Nchi iwe amani. Kwa sababu uvunjifu wa amani wowote utakaojitokeza, gharama yake hakuna wa kuilipa katika kizazi hiki. Watu watafufua visasi vyao, wenye visasi watalipizana, hakuna amani tena, na hakuna atakayelifidia hili mpaka watu warudi katika umoja wao wa kitaifa na kuangalia maslahi ya kitaifa. Kizazi kitaisha na kingine kitaisha. Sisi hatuwezi kukubaliana na jambo hili tukae kimya tu. Eti tuwe hatuwezi kusema mpaka tulipwe. Ulipwe na nani sasa? Wazungumzia jambo lenye mustakbali na maisha yako na dini yako. Kwenye dini hatutaki Waislamu wadanganywe. Msidanganyike. Yoyote atakayehubiri lugha ya uvunjifu wa amani msikubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika haya. Sikwambii sasa wewe waingie kwenye mitandao huko wachangia matusi yanayotukanwa watu. Usije ukaona kwamba mambo haya yanapita bure bure. Kumtusi mtu ukamkashifu ni mmoja anakuona au hakuoni, akujua au hakujui, kueneza mambo machafu ya watu na kashfa zao, haya yatakugharimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qala fi mu'minin ma laysa fihi, yeyote atakemzulia muumini kwa jambo asilokuwa nalo, hana jambo hilo, atafanyaje? Askanahu Allahu fi radghat khabal, Allah atakwenda kumweka katika makazi yanaitwa radghatu khabal. Akaulizwa Mtume swalla sallam, hiyo radghatu khabal ni nini? Akasema ni usaratu ahli an-nar, ni mahali panapochirizika ule usaha na ule uchafu wa watu wa motoni. Atakwenda kufungiwa hapo, hata toka hapo mpaka aleta ushahidi wa aliyosema. Na katika misingi ya Uislamu ambayo ametamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Na kadhalika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qala fiyya ma lam aqulhu fahuwa ahadul kadhibain. Pia imekuja ahadul kadhibin, kuzua uongo kumsemia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuzua uongo kumsemia mu'min na ukamsingizia lile ambalo hana. Anayefanya hivyo faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Muislamu usikubali hilo.
Sasa matusi kwenye mitandao ni mingi sana kwa viongozi, maneno ya kashfa. Usije ukaona kwamba kwa sababu huonekani basi uandike tu. La, usifanye hivyo. Kwa sababu ya ule ukereketwa wa chama fulani ikawa wewe watukana tu. Awe ni kiongozi wa serikali, kiongozi mkuu au wanaofuatia au hata mtu mwingine yoyote, bali haifai kumzulia uongo hata kafir ambaye si Muislamu. Haya ndio maadili ya Uislamu. Sasa tungeishi kwenye maadili yetu, tungekuwa katika hali ya amani. Sikwambii hali ilivyofikia sasa hivi, matusi ni mengi sana. Kama wao watatukana, sisi tusitukane. Bali kama tuweza kutetea, tutetee, tusitukane. Watu wanawatukana viongozi hawa kwa sababu ya Uislamu wao. Msije kwambia, nyinyi Waislamu mwambiwa kwamba kwa sababu kwamba Muislamu sina hili, hapa hakuna Uislamu. Njaa ni ya watu wote, kutekwa kwa watu wote. Sisi njaa zetu zina adabu. Hata kama una njaa basi usiwe na kichaa. Si Waswahili wasema hivyo? Kuwa na njaa usiwe na kichaa. Sisi tuna adabu na taratibu za kufanya. Kwa ukishakuwa na njaa watukana tu. Kule nyumbani kwani ilikuwa baba yenu alikuwa asipoletea chakula wamtukana tu. Ona baba ana pesa lakini enda tumia matumizi yake mengine. Wewe baba una akili, baba wewe mwehu, baba wewe kadha, ndio fanya hivyo. Una adabu. Sikuna wazee wako namna hiyo, akishapata mshahara arudi nyumbani wiki. Ukiisha utamwona baba kaja mnyonge, kashamaliza mshahara. Ana kimada huko Tengeru. Haya taratibu. Baba tukapi? Matatizo tu. Tuseme labda kaikuwa lock up. Utamtukana na mbaba wako? Lazima uwe na adabu. Kujipendelea kupo, dhulma ipo. Inaweza kutokea kwa wanadamu. Hivi ndivyo ilivyo. Hata wale viongozi wenye dini hasa inaweza kutokea mambo ambayo si sawa kwao kuyafanya, wakaterereka katika uadilifu. Hilo lipo. Lakini je, sisi tunapotaka ile haki yetu kwao tutatumia njia ipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Lakini namalizia na hili la kusema, namalizia na jambo moja la kusema. Namalizia na aya ya 11 katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Hakika mambo yalivyo, Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyowasibu watu mpaka wao wabadilike wao wenyewe, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wayabadilishe yaliyomo ndani yao, ndani ya nafsi zao. Mkiwa mmekulia katika malezi mabaya, maadili mabovu, hamna uadilifu, wezi, hamna uaminifu, khiana imezidi, msije mkatarajia hata siku moja mtapata kiongozi mwadilifu. Hata siku moja. Kwa sababu kiongozi sitokana na nyinyi, sio malaika. Huyo kiongozi atokana na nyinyi, sio malaika. Na maadamu atokana na nyinyi, na nyinyi mna khiana, nyinyi wezi, nyinyi majambazi, basi kiongozi wenu atakuwa mwizi, atakuwa jambazi. Usitarajie akiletwa muadilifu basi ni rahma ya Allah. Sawa? Ajipendelea basi kwa sababu nyinyi mna tabia hiyo. Hebu turudi katika uhalisia. Leo una ndugu yako mathalan kapewa chuo kikubwa katika serikali. Yeye ndio pesa zote zapita kwake, lile fungu lapita kwake, mabilioni ya pesa pengine kila siku. Alafu yeye mwenyewe akaamua kuishi na mshahara wake tu wa milioni 2 au milioni 3. Mshahara ambao utamfanya aishi maisha ya kawaida tu, na kama atajipapasa mpaka kifika miaka ya kustaafu pengine akajenga kijumba kimoja cha kawaida au apewe zawadi. Kikwenu mtamsemaje mtu huyu? Mjinga. Wallahi nyinyi ndio mtaanza kumla ule mjinga, kapata nafasi ya pesa hakuitumia, amekuwa maskini. Lakini pesa zote zapita kwake pale, kuonyesha wewe mwizi.